What's up, good people? Welcome back to my YouTube channel. This is Isaac Insights. Thank you so much for your continuous support. Yes, and good people, I am currently in Bungoma, a place called Mabanga. We are doing here a beautiful 3-bedroom house. The process ongoing now, it's called plastering. Tunafanya mambo yetu ya plastering hapa. And behind me, you can see that house. It's a mega house, a present of a son to his mother. It's just amazing. You look at that house. The house is big in its own way, as you can see. Very soon, I know everyone will be asking about this house. So whoever does not believe, just sit back and relax. Mambo yako utakuwa unaiona very soon. We are working currently plastering. Past half time now, tunaelekea kumaliza. Tuko na vijana hapa, bado kazi inaendelea. King ongoing, kila kitu hapa iko sambamba. The work is amazing according to me, but inaweza tu kuwa amazing kwangu na isikuwa amazing kwako. Maybe leave a comment what you think. I understand the last time I had a comment of oh, those grills ziko na chuma mingi, but that was our client's choice. Yeye ndiye tupatia hiyo design, akatuambia Isaac, ningependa if possible we can get these grills, and to me I think they are unique. The only advice that I can only add ni ile tuweke clear glasses, kwa sababu hii ukiweka tinted glasses then I assure my client nyumba itakuwa na giza kidogo. But that aside, let's have a tour of the place, tuone kazi inaendelea. Plastering is not a joke, and if you don't believe, have your house na ukuwe umetumia bush stones. Unajua ukitumia bush stones, saa hii tushanunua semiti zenye zinapita 200 na bado kazi inaendelea, na bado tunataka zingine. Hata kesho tutakuwa tunamwaga zingine hapa, so it's a lot of work ongoing. Key ndio hiyo inaendelea. Kiangalia hizi mawe hizi zishapigwa key, as you can see. Well done. Kwangu nasema hiyo ni kazi safi inaendelea. Hizo keys alafu tupige plaster hapa. This is pavement. Hii unaona ikijengwa ni pavement, na itajengwa hivyo alafu tuweke ndani hiyo hardcore na maram, tutengeneze land wetu apate kitu safi. So that is what is going on here, as you can see. Tuko na kindio hizo zinaendelea kunyoroshwa hapo. Wanaume wako hapo just to ensure that we do this well. Huyu ndio jamaa wangu amesimamia site. Unaitwa aje bwana? Noel Oksimba. Yeye ndio anaendelea, unaona hata hizo keys ni yeye anapiga, na kuna rafiki yangu hapa pia wanaendelea kupiga. Mmekuwa hapa 3 weeks. Yeah. Na kazi bado inaendelea. Na hiyo 3 weeks wakikuwa wanafanya kazi kila siku na mnaona ni watu wengi, inamaanisha ni pesa pia inaenda. So kazi ndio hiyo inaendelea. Key inataka umaarufu. Most people always say, oh, mimi nyumba yangu nitapiga key. Key ni cheap. It is not cheap as we always think, because you see hapa ni mafundi tu wawili wana deal na key, kwa sababu we need details. Lazima uweke mtu na ifanywe na mkono almost moja. Sasa hawa unaona mikono zao zinaendana, so that ukiangalia hii key on this side usiangushe bwana. Ukiangalia huku unaona uniformity, which is very essential. Kisha piga plaster hapa chini kwa hii foundation yetu, pavement imewekwa vizuri, you will be able to see what is going on here, and I know it's very soon. Noel, kazi inazaisha lini approximate? Next week Friday. So we have one more week. Yeah. So tunaongea kufanya kazi wiki 4 na ufanye na mtu mmoja, ni watu kadhaa, so you will be paying them and everything. So this side hiyo kukia haijafanywa, but mmeona wanaipiga. Very soon watakuwa wanamaliza. The house is big. The house is massive. It's a dream of each and every one of us to be in position to build such a house, because ukijipata uko kwa position unaweza jenga nyumba size hii, then you are among the lucky Kenyans. Sawa, because it's not a joke, it's expensive, very expensive. Kupiga plaster tu kwanza inakula simiti kama ni kila kitu hapo, lazima ujui. Sawa. Let me go inside, I give you a tour. Nionyeshe ile kitu inaendelea. Staircase zitakuwa zinatengenezwa hapa.
ndio ikuwe rahisi ku access. Hapa hii ni veranda yetu. This is our veranda. The grills are here as you can see. Ziko hapa. Sasa when you are in, unaangalia hivyo mbele. These grills hizo zitakuwa na kioo, zitakuwa tu free. So mtu ukikaa hapa, upepo baridi inapiga wewe, upepo ile mzuri na kupiga hapa vizuri. So what is happening here, it is called plastering. Hiyo ni plaster inapigwa. Tunakisha tunafanya kunyorosha nyumba. Unajua zile mawe zilikuwa hapa hazikuangi joke, lakini to thank God that we have tried. Vijana wamepiga, client pia amejituma. Sasa najua tu tuko karibu kutaka mchanga, tutake nini, vitu mingi sana bado zinahitajika. Sawa sawa. Then here we have our sitting room. Our sitting room plastering iliisha as you can see. Plastering hapa ilishaisha. Kazi imefanyika hapa safi. Nani najua mtu wa kuona hii nyumba mwanzo, ukimwambia hii ukuta ilikuwa na mabonde hawezi kubali, lakini sasa tumeshabadilisha historia yake. Very soon mzee akikuja hapa tupige skimming. Sasa wako mahali wanaita seme, I will be there tomorrow. Tunaendelea kupiga pale skimming. Tukimaliza tuingie hapa. Hii itakuwa inabadilisha sura ya hii nyumba kabisa. But you can see the house is big. Nyumba ni kubwa vizuri. Ukiangalia hapa, client mali yako pia ako na uwezo wa kuona ile kazi inaendelea huku. Then we introduced this grill here. Hii grill to introduce hapa, it is just a pure grill. Unaweza nifungia hii grill watu wangu waone tu. That's our grill, ndio inafanyiwa fitting. Hiyo imekuja late kidogo, but that is it. It's a double grill. Tutakuwa tunaipaka white tukimaliza. Now that is our grill. The work of that grill, it's ushering us into the corridor. Corridor iko hapa, nionyeshe tu ya kwenda huku. Acha naonyeshe. Hii imechomwa na jack na ni mzito. Hii hata mtoto kicheza inamwangusha. That's our corridor. So this grill, its work ni kutuweka tu hapa tuingie kwa hii corridor hapa. Kitu safi, kitu sambamba. If I go to the kitchen, let me come on this side. You look at this house, it's unique in a way. We have a laundry here. This is our laundry. Laundry ndio hiyo with this window. And then our corridor tulifanya kubwa kidogo, as you can see. Mtu akiangalia vizuri mwenye anajua measurement na macho, you can see we have a spacious corridor. The reason being, our mama here ako na wajukuu. Wajukuu wakikuja hapa watakuwa wanakimbia wakipitana hapa na pale. Wale tuko na watoto tunajua mambo ya watoto. Then we have here our common washroom. Our common washroom is here, as you can see. Lighting, dirisha iliyoko pia mzuri, as you can see. Then we have our first bedroom here. Iko na dirisha yake, very big, as you can see. Dirisha kubwa mzuri. Lighting hapa hakuna guesswork. No guesswork at all. Sawa sawa. And then on this side we also have another window here, also very big, as you can see. Mimi ikifika kwa mambo ya madirisha huwa napenda tufanye dirisha kubwa, kwa sababu dirisha ikiwa kubwa, look at the way this house is lit. Iko sawa sawa ukikuja kwa mambo ya mchanga. Sasa huku walianza na huku, so imekauka. You can see it. It's just amazing, as you can see. Sawa sawa. And then we have our master bedroom, which is now on this side. Tuko hapa na master bedroom. Hii master bedroom pia ni kubwa venye mnaiona hivi. Let's start by here. Ukiangalia it's big. Dirisha iko pale kubwa, as you can see. Alafu sasa mpango ya hii master, tunaweza kuwa na wardrobe mbili, by the way. Tunaweza kuwa na kale kadogo hapa, alafu tukue na kubwa pande hii, ile kubwa kidogo. Alafu shurak tunaweza tengenezea mama shurak, inakuwa hapo, mambo yake inakuwa sawa sawa. It is a suite. Ukiangalia hapa, this is its washroom, also very spacious, good for our mother. Sasa yeye akiwa amekaa hapo, mambo yake yanakuwa sawa sawa. Let me go on the other side. I show you the kitchen. Let me show you the kitchen here. Haya, niingia huko niwaonyeshe kitchen.
corridor yetu iko na giza kidogo, but ni venye hizo ukuta pia zijakauka. Now you look at this is our kitchen. We considered that this is our mother, and mothers need big kitchens kwa sababu ni watu wa kupikia wageni, kufanyia nini wageni, na mambo ya chakula sisi huku kwetu tunaipea priority pia. Mambo ya kukula huko ni number 1. Lazima tuipatie priority kabisa. So you look at this is our kitchen, very spacious. We will have an aisle here. Tutajenga ka island hapa, tujenga hapa ma worktops zikuwe, tujenge worktop ikuwe hapo. Mambo ya kupika tengenezewa mahali bake, and everything will be okay. So we have also our serving window here, which is big. Not sure if my client is satisfied with that, but that is what we agreed, and you can all see mambo yake inaendelea vizuri. Chuma imechomwa ikachomeka, ukiangalia madirisha ni kubwa. The grill is nice. The security has been prioritized. They are sliding windows. We have, these are our first sliding windows on our mega houses that we are doing. So hizi ni kubwa sana. Haya nipite tu kidogo ndugu yangu. Ukiangalia hizi madirisha na hizi grills, I have not shown this window. I had said that it will be introduced here, and you can see it is here already. Madirisha imeingia hapa, kuna ingine hapo. Now it is just upon our clients to make a decision when it comes to the kind of, the kind of glass that you decide on your house also play a role when it comes to lighting of that house. This is a big house. If we happen to go with the one-way window, hizo itakuwa hapa kidogo. People need to know that as much as the other one is always beautiful, hizo za tinted, but ukiweka sasa hapa uweke hizo za nini na kwa tamu zaidi, kwa sababu our curtains will be here, and those curtains zitakuwa na sheer. Sasa mchana unafungua curtain, unaacha sheer hapo. So with the beauty of our grill, if you have a tinted window, it means anyone outside there cannot see the beauty of this window. And if iko ndani umefunga na sheer, nje umeweka tinted, then there is the only purpose of this grill will be security. Kwa sababu the reason why our clients settle for such expensive, such window is always expensive, kwa sababu unaona chuma zimetumika. People also need to know some of those things, that the cost of your windows will also depend with the design. Kwa sababu ikiwa hivi, si hata nyinyi mnaona chuma mingi imetumika, na hii chuma sisi hatuna kwa stock, tunanunua wapi? Kwa hardware. Sasa ikinunuliwa kwa hardware, hiyo cost inaenda wapi? Juu, kwa sababu when I was in school, there was this mathematics ile ya if 1 is equals to 2 is equals to, unaanza kusema hapo mambo ya 4. Ndio hiyo tu ndio tuna apply in real life. Sasa wewe kama sasa hesabu ilikuwa imekuchenga kidogo, unaweza kaa hivyo useme and see you are expensive, but these things venye zinatoka kwa hardware, unaangalia chuma imetumika, unaona ni gauge 16. Sasa unaona gauge 16 tube inatoshana aje. I had a client mwenye alinipatia quotation yenye fundi alimpatia madirisha, nikacheka tu kwa sababu unatumia which nini square. Hii chuma yako ni a quarter, a half, 1 square, 2 square. All those things matters, and they are the determinants of the cost of any window. So far so good. Plastering ongoing. We are likely to end this by the end of next week. Kazi huku inaendelea, mambo iko sawa sawa. Our client, wherever you are, just be sure that everything that we talk about is being implemented. It's very essential, and it's also essential that you see it on camera as we are doing now. I understand you are a busy man, but have some time and watch this. It will give you a true picture of what we are doing here.
Kazi bado inaendelea, kazi ni mzito. Ukiangalia pale nyuma kii inapitia, wacha nipitie na huku nionyeshe tu watu kii inaendelea, na kii pia inachukua time na kula vitu mingi tu, mambo mingi yako involved. Sawa sawa. Let me come on this side. Hapa mbele hii itakuwa inapigwa plaster vizuri, ifungwe vizuri, mambo ya land wetu ikuwe sawa sawa. Haya, here we go. The key, hii ni key inaendelea. Alafu najua by the end of this week watakuwa wamefika kule mbele. Mambo yao ndio hiyo inaendelea. Utamu wa hiyo mawe sasa inaweza anza kuonekana. Ukiangalia huku, you can start seeing the beauty of those stone. But that beauty comes with a cost. Ile plastering imefanywa ndani, tunawaambia we have over 250 bags of cement zimeisha. Na venye mnaona bado tunajenga hii pavement, tutaikorogea, itapigwa plaster vizuri, finishing ifanyike vizuri. It may end up eating over 350 bags of cement. Kazi inaendelea, mambo yako sawa sawa. We are just saying thank you for you all for your support, because pia nyinyi kama mungetupatia hii support, huyu client angetujua. Kufikia hapo, good people, just say thank you. Geti yake iko hapo pia, iko ready, inangoja tu tupige hesabu venye inachomwa, pia tufanye mambo yake ya plastering. Sawa sawa. That is our house from this side, kinda unique from the other houses that we have been doing. You look at it, it is a nice 3-bedroom house. Someone will be asking how many iron sheets were used on that house. There are over 120 iron sheets. Almost 150. I think next time I'll come with those receipts so that people get to know how many iron sheets were used here. But the house is big, as you can see. Good people up to there, I say thank you so much. God bless you. God bless your family.